Na huku taifa linapojiandaa kwa mvua kubwa za El Nino, ipo haja kwa hamasisho zaidi kutolewa kwa wavuvi na wachuuzi wa samaki katika kaunti za kanda ya ziwa kuhusu athari zinazoambatana na mvua hiyo. Haya yanajiri huku maandalizi dhidi ya mvua ya El Nino yakipamba moto katika kaunti za kando ya ziwa Victoria. Serikali ya kaunti ya Homa Bay ikiwa kaunti ya kwanza kuzindua kampeni ya hamasisho kuhusu mvua ya El Nino. Bramo Bwire anaripoti. Mapema mwezi huu, idara ya utabiri wa hali ya hewa ilitoa tahadhari kuwa Kenya itashuhudia mvua za El Nino katika msimu wa mvua za vuli wa Oktoba hadi Disemba katika baadhi ya maeneo ya nchi. Huu ni ufukwe wa Homa Bay, mojawapo ya maeneo ya kuweka samaki baada ya kuwavua katika kaunti ya Homa Bay. Mahojiano ya baadhi ya wakazi hapa yanafichua haja ya kuongeza kampeni ya uhamasisho kuhusu mvua kubwa inayotarajiwa. El Nino na arifu sisi kama unauza. Kama unakuja na mvua nyingi, hata kuuza wezi kuuza. Hii mvua ya ninio ya El Nino, naona kama itatuharibia vitu, manake itajaa mpaka huku juu. Government of the President, Mr. William Ruto, so that they can help us with more safeties in the water, so that we can make our passengers and those who and the business to be safe. Mvua hiyo inatarajiwa kuendelea hadi Januari mwaka kesho. Hili likichochea vitengo vya usimamizi vya ufukweni Homa Bay kutoa wito wa usaidizi wa haraka kwa wavuvi ambao wanategemea uvuvi kikamilifu. This is a key sector, subsector that employs a lot of people and a lot of women. And given that we are going to have troubles with it, then calls for alternative livelihood for those that are directly engaged in omena fishing. And not even omena fishing alone. You'll realize that El Nino comes with a lot of floods, and the flooding will affect accessibility to the landing sites. So that means that the cost of fish will definitely be affected by lack of accessibility by our customers to the lake. Mara ya mwisho Kenya ilishuhudia hali hii mwaka 2006 na msimu mbaya zaidi El Nino ulitokea mwaka 1997. Mwenyekiti wa kitengo cha udhibiti wa ufukwe kaunti ya Homa Bay, Edward Oremo, ana wasiwasi na hasara ambayo huenda ikatokana na mvua hii. There's possibility of the toilets there getting into the lake. There are possibility of the sewage system, like the other time there was heavy rains, the sewage burst into the lake. So we need, as the leadership of the beach management unit, to sensitize our people, but we also need to call upon both the national and the county government to ensure that there is adequate measures that will mitigate any form of diseases, any form of loss of livelihood, any form of disaster. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni ya uhamasishaji, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga amesema kampeni hiyo itasaidia kutoa mafunzo ya ufahamu kuhusu tahadhari ya El Nino. If you look at the strategy that we are launching today, or the plan that we are launching today, it's a sector-based plan. So we are taking a multi-sectoral and multi-agency approach. So each sector has outlined what they're doing in the immediate, what they're doing pre the flooding, what they're doing during the flooding, and what they're doing post the El Nino, and so in every area. Hata hivyo, gavana Wanga ameomba ushirikiano wa pamoja kutoka kwa serikali ya taifa na washirika wa maendeleo iwapo vita dhidi ya El Nino vitafaulu. We must have a robust resource mobilization plan so that we reach out to our partners, to as many people as possible to help us during this season, so that even after the El Nino, we don't come out and all we can do within the financial year is only to respond to the effects of El Nino and not do any other programs within our ADP for this financial year. Bramo Bwire, KTN News kutoka kaunti ya Homa Bay. Na mtazamaji kutoka